Ukulukuni kutizile ulana bila shaka kwiza kana malengo miaka ngati yo yabitire ababiye bako bakabulaga babiye bane sasa atena namna ile takiwa noingo na babulaga bana ili mwisikie kitu umanalisikie unene umanalemiyekera noingo ile takiwa mmenyekeshene aloni bolago nene sana ke wani wanela kusaba mambo kana bakabeja babiye bise oyo ugombi yawe tsako mano wiso ugombi babiye bise hano kubisa wani wana nalo kulomba ngeno ni bolage wesa tule bana tu nalibona kitu lepo la mzee mwitule nina akoleka ila na tena namna ile takiwa nakula shikaka Edu mwanangu, marehemu kakaangu aliniachia wewe toka ukiwa mdogo hadi sasa umekuwa na mpaka umepata mwanamke na umeoa. Mwanamke apigwi, mwanamke bali hubembelezwa. Na mwanamke sio ngoma utasema kwamba utaipiga na watu watacheza. Hapana mwanangu. Jaribu kuwa hata na maneno mazuri ya kumbembeleza mwanamke. Hata zawadi unamletea mke wako, sio kumpiga. Sawa shangazi, nimekuelewa. Lakini tatizo kubwa la kugombana mimi na mke wangu, nikitoka kazini kila nikishika simu yake nakutana na message nyingi za wanaume. Mwanangu, simu ya mwanamke ni ya mwanamke tu. Na simu yako ni ya kwako tu. Ukani bolage kwina bamuntu bali ntegemeyo nene. Aloni bolaga bamuntu benabo akubahudumia nani? Ila sitopenda kusikia mmegombana tena. Acheni mimi niende, niwaache mna maongezi yenu hapa. Mkwe, mimi nakwenda. Nakupenda sana mwanangu. Sawa mama. Karibu tena. Wewe, kwa nini shangazi umemwambia? Kwa hiyo kila lolote linalofanyika huko ndani huwa unamwambia? Nimefanya tendo la ndoa unaenda kumwambia? Kaka. Dalo. Kaka. Unasemaje? Nakuuliza. Pumbavu. Wewe kibonge maele, njoo ndani. Ndiyo, amekufa kwa sababu ya kisasi. Kisasi gani? Na mbona kakangu nilimwacha mzima, muda sio mrefu. Inatakiwa utafute mtu aende katika kijiji cha Malenge, katikati ya poli. Nafsi ya kaka yako
ataikuta. Ukipata huyo mtu, nitakuja kumpa maelekezo kwa ajili ya safari. Mkolosai, wewe nyumbani haraka, kuna tatizo. Kwani uko wapi? Aya, wewe nyumbani. Inabidi uende Malenge, katikati ya poli. Unatakiwa umfuate mjomba wako. Kwema mdogo, mbona sikuelewi? Hasa nikamtafute mjomba gani? Hali ya kuwa mjomba mwenyewe namuona amelala hapa. Sawa, hata tuseme labda nimfuate mchumba wako. Si ndio, nimfuate mjomba wako kwa kijiji cha Malenge. Huyo mchumba wako siwezi kumuita mimi mjomba. Sawa, mchumba wako nitamuita ba mdogo. Sasa unataka nimfuate mjomba gani? Mjomba gani? Au kwenye ukoo kuna mjomba mwingine? Mimi namjua ni mjomba huyu Budalo, maskini mwenzako. Huyu si mjomba wako. Mjomba wako amefariki. Mamdogo, msije mkaniona mimi fala. Nilishaushtukia mpango wenu. Mpango wenu nyinyi ni kulitoa mimi kafara. Eti mtajirike. Uongo. Hiyo kwio. Amtoboi. Ngoja nikwambie sasa kitu kimoja mamdogo, sawa? Huo mpango wenu wewe na mjomba mmefeli. Kama mpango wenu kwamba mimi nne kijiji cha Malenge polini nikafe ili nyinyi mproboe, mtajirike, huo uongo. Hapo mjomba mwenyewe simuelewi. Sawa, kwa sababu anaita anasema mimi na kipaji cha kucheza mpira na kipaji cha mpira. Wewe nataka nitoe kafara ili kwenye mpira au anapata namba. Atacheza sana, siendi. Hiyo siendi, huyo mganga wenu kawadanganya. Kama mganga wenu kawaambia kwamba mtoeni Mkolosai kafara ili afe Mkolosai hivi na hivi, kawadanganya. Siendi. Sawa, kijiji cha Malenge sikanyagi wala sifiki popote. Acheni ujinga. Sawa, yani wewe mjomba. Acha tu kulala hapo mjomba, amka. Mimi mwenyewe akili zilo, akili zipo mimi mnanichukuliaje hii? Mimi ni mtu wa kufa. Hata mganga wenu kawadanganya. Kwa sababu mimi mwenyewe nikiwa nimesimama hapa kimvuli changu hakionekani. Kiko wapi? Kiko wapi kimvuli? Acheni ujinga. Wewe na mjomba mmefeli. Wewe mjomba amka tu hapo. Amka mjomba. Ngoja sasa nikwambie kitu mamdogo usichokijua. Mimi hapa niko naonea tu huruma. Ila nina haki ya kuwafukuza. Si umeelewa? Na watimua kabisa kwenye nyumba, kila mtu afuate maisha yake. Kwa sababu mimi ndo nalilisi jina la baba yenu nyinyi. Baba yenu mzee Mkolosai. Mnaishi tu hapa kwa neema ya Mungu. Taubeba, tazikwa nao kiume. Ila hapa mzikwi. Sawa, tafuteni maeneo ya kuzikiwa. Kama huyu mjomba unasema amekufa, kama amekufa kweli, sio mnaenda kumzikia wapi? Mimi siwezi kuruhusu azikiwe hapa. Sawa? Mtu kakua ni furu kwenda kwenye viwanja tu kucheza. Viwanja kuruka mara Choma Zone, mara Magidinga, mara wapi, anasawa hata kuwekeza. Alafu na wewe sasa ukija kufa inatakiwa uolewe. Sawa? Umri umeenda huo mamdogo, mimi na wasiwasi hujafikisha miaka 40 wewe. Bado upo nyumbani. Sawa? Baba yako hadi kafa, kakuacha hujaolewa.
Bado mama yangu mzazi mwenyewe kapigwa mimba hapa kadhaa. Sasa hivi sijui uko wapi anazungukia huko. Wewe kwa sababu hii nyumba ndio maana ina vyumba 4. Mimi na chumba changu naona chumba. Mimi na wasiwasi pengine huyu mjomba na wewe mnalalaga sehemu moja. Pengine nyinyi mnafanyaga matusi nyinyi. Wewe na mjomba mnafanyaga matusi, mimi nimekistukia hicho. Ndio maana shangaa tunalala nyumba moja. Wa kike mmoja. Mamdogo. Hata mimi mwenyewe nikitoka kule porini ukiendelea kukaa humu. Utanisamee mama eti. Mkolosai, acha ujinga. Mjomba wako amefariki kweli na inabidi uende, ni lazima. Afu na wewe ukiwa unakuja kwenye nyumba za watu unapiga hodi, sio kustuka tu. Sawa, unapiga hodi. Watu tuna stress, tuna manini, tuna pressure. Usije ukatuua ujue. Na ulipo mfupi hivi. Wewe vibabu. Piga hodi unapokuja kwenye nyumba za watu. Hodi, tunakwambia karibu, unakuja karibu, tunakuruhusu unaongea. So, inatakiwa uende vipi? Niambie. Kifupi nyundo, mwanamke mfupi wa kwanza duniani, ona kila sababu ya kupewa tuzo ya ufupi. Ndiyo, inatakiwa uende katika kijiji cha Malenge. Sawa. Mimi nimekuelewa. Sawa. Ila sasa nikuulize kitu, hata wewe. Huyu si yupo hai huyu hapa amelala, hawa na mchezo. Alafu unaposema kwamba nimfuate mjomba gani nimfuate? Aliyakuwa mjomba mnamuona hapa. Huyu si mjomba Budalo huyu. Huko kijiji cha Malenge namfuata mjomba gani? Mimi naona mnanifanyia maigizo. Au ndio umewadanganya waniigizie. Mimi sio mtu wa kuigizia, mimi kontawa, mimi kitambo. Sawa, mimi niko mjini kitambo ujue. Sio kama tunaishi kwenye nyumba topu kado. Mimi kitambo, mimi na wanangu wale, na wanangu mtaani kule kibao. Usinichukulie poa mama yangu. Sio masiala, inatakiwa kumsaidie mjomba wako. Usipofanya hivyo, mjomba wako utampoteza kabisa. Mkolosai, nakuomba msaidie kakaangu. Kama ukikubali kwenda polini kumfuata mjomba wako, na kuahidi eneo lote pamoja na nyumba tutakuachia. Itakuwa ni mali yako. Kuna mtu nitakupa uende naye. Sawa mdogo. Mimi nimekubali nitaondoka. Ila kwa ukijua kabisa mimi naondoka kwa sababu umeniahidi kidogo nachukua ulisi bado mapema, sawa Mimi naenda. Ila sasa kama nitarudi mtanifanyia uhuni wa namna yoyote. Oya mamdogo mamdogo. Kama nawaona. Sawa? Narudi namleta mjomba. Na uzuri naenda kwa sababu huyu kaniambia kwamba nikifika kule yeye atakuwa ananiongoza kwa kila kitu. Na kaniahidi pia kuna mtu ananiletea kwa ajili ya kwenda naye. Sawa mama, let's go. Leta huyo mtu. Lakini kuna masharti. Haitaki kutamani mwanamke yoyote yule. Sasa hata kama ungekuwa unatamani unachomba kama hii maraika, alafu utamani mwanamke mwingine sio umerogwa. Mimi siwezi kutamani, siwezi kufanya upumbavu. Sawa? Kwa tunaenda sasa hivi au jioni? Mkono saize ngona anacheka kufanya jambo ili apate ulisi, anafanya kila njia